Nimeitikia wito. Ni mara nyingi nilikuwa namtuma Saumu na kutaja. Nilikuwa na mazungumzo na wewe. Mbona umechelewa sana? Kuna tatizo gani? Kuna tatizo. Lakini si unajua kwamba wewe ni binti mfalme. Hivyo basi mimi naogopa kwa sababu naona kuna vitu mbele ambavyo vitakuja kutokea. Hivyo mimi naogopa sana. Mwana usiogope. Hata sisi mabinti wa mfalme tunamwona, tunapenda pia. Ila mimi nimekupenda na chaguo langu ni wewe. Nilikuwa naisubiria nafasi hii kwa muda mrefu sana. Hatimaye leo Mwenyezi Mungu ameniona. Hata mimi nakupenda. Lakini usikimbie Mwene.
Mnacheka? Sisi tunacheka.
Nimefurahi sana. Nimefurahi sana wanaimaya wa Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Nipende kusema nashukuru kuona mmeitika wito wanaimaya wa Tambula Cheka. Na pia nishukuru sana baada ya kuona mpaka Chief Tungwa naye amekuja katika kikao hiki. Hii ni furaha sana kuona ni jinsi gani bado tuko pamoja katika mambo yetu, ni jinsi gani bado tupo pamoja katika kuihudumia himaya yetu ya Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Wanaimaya wa Tambula Cheka nimewaita hapa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kumtambulisha kwenu binti mfalme Shani. Binti mfalme ndio huyo hapa. Hilo ndio la kwanza. Na la pili, nataka mujue kuwa binti mfalme amekuwa kama amekuwa sasa. Ni muda mwafaka kulitimiza lile aliloniambia mfalme wetu Sing Sing wa Tambula Cheka. Nadhani mnafahamu ni miaka mingi sana tumeishi bila ya kuwa na mfalme. Na yote ni kwa sababu mfalme wetu wa Sing Sing Tambula Cheka alifariki. Kifupi niseme ametangulia mbele za haki. Lakini kabla akufa aliniambia, alisema hivi: mwanangu Shani binti mfalme, na kukabidhi wewe ukiwa kama mlinzi mkuu wa himaya hii ya Tambula Cheka. Nataka umlee kama mwanao, umtunze. Na ukifikia muda akisha kuwa, basi zifanyike taratibu za kumpata mrithi wa mfalme Tambula Cheka. Sasa basi, kama nilivyowaambia, Shani binti mfalme ndio huyo hapa mbele yenu. Kazi kwenu, yeyote yule atakayehitaji kulisi kiti cha ufalme ajue tu kuna vikwazo 7. Vikwazo hivyo 7 akifaulu vyote atamuoa Shani binti mfalme, pia atatawazwa rasmi kuwa ni mrithi au mfalme wa Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Sasa basi, kazi ipo kwenu wanaimaya wa Tambula Cheka. Na najua naona sura zingine hapa za kutoka Chalamka, sura zingine za kutoka Masimba. Chief Tungwa yupo hapa. Nadhani pia wanaimaya wake wapo. Taarifa hii ifike kote. Yeyote anayehitaji kuwa mfalme anakaribishwa. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Tambula Cheka, sing sing Tambula Cheka. Nadhani mmenielewa. Sasa mnaruhusiwa kwenda nyumbani kwenu, kwenda kujiandaa. Yeyote anataka kuja, tutampokea. Asanteni sana. Unajua jana kwetu tulipoenda kuvua kule kukopo na magogo mengi sana. Kwa hiyo leo inabidi tubadilishe upande, maana kule kumeharibu sana nyavu jana bwana. Banumbe. Vipi? Mbona safi tu. Kwa hiyo ina maana muda wote mimi ninayoongea hapa naongea peke yangu. Unajua maisha kuvua mimi sipendi nao kabisa. Alafu nimeshachoka. Ina maana sisi hatuli mpaka mili yetu iloe maji. Kumbuka kama Mswedi, kama utafikiria vizuri, humu kuna viumbe hatarishi, viumbe hatari sana. Kuna mamba, kuna kenge wakubwa, kuna machatu humu ndani ya maji.
nao wanatafuta chakula, na chakula chao ndio sisi. Kuna husuda za wanadamu nize bahari kwa sababu ya sisi kutufanyia ubaya. Sasa mimi nikaona ipo sababu ya kubadilisha maisha. Haya, unataka kubadilisha maisha kwa mwendo upi? Nadhani ulisikia Kigoma. Na wote tukaitwa kwa mlinzi mkuu kule kwa mfalme. Tukatangaziwa kwamba kuna fursa ya kumua binti mfalme. Nikaona ipo sababu kubadilisha maisha yetu. Kama nitaitumia fursa vizuri, basi maisha yatabadilika sana. Unajua ulivyokaa muda mwingi hapo unavyofikiria, nikajua unafikiria jambo la maana kabisa. Kwa hiyo umeona kubadilisha maisha kwa staili hiyo, si ndio? Kamswedi, unaona nini cha ajabu hapo? Au ya maisha umependezwa nayo? Alafu wewe unajua kwamba ukienda kwa mfalme ukishindwa kuna mashahidi kwamba unazikwa ukiwa hai? Au malisawi? Kamswedi, mimi shujaa. Na shujaa huwa hakupi kushindwa na hala kati tamaa. Na siwezi kushindwa. Kwa hiyo unataka kuwa mfalme? Bila shaka. Wewe unataka kuwa mfalme? Wewe Barumbe? Wewe Barumbe? Mlinzi mkuu ndo kashatangaza hivyo. Yoyote atakubali kuwa mfalme aende akapambane. Kama atafaulu vikwazo vyote, atamuoa mtoto wa mfalme na yeye ndo atakuwa mfalme wa Tambala Cheka. Ila nasikia ni hatari. Na mitihani yao ni migumu sana. Na tangia ameanza mashindano, hakuna hata mmoja aliyewahi kufaulu. Na ukishindwa, adhabu yake ni kifo. Na unazikwa ukiwa hai. Unachimbiwa shimo, wanakufukia hivi hivi unajiona. Wenye tamaa ya uongozi lazima tu wataenda. Wala hawaogopi kufa. Polenu nini? Mimi zenu mpenzi wangu wala hana mambo hayo. Aya jamani, tondokeni. Kaka. Vipi? Salama tu, vipi wewe?
Safi, na wewe umejinamia, tutangia natoka kule, imepita hapa nimeenda hadi kule, narudi upo tu umejinamia. Kuna shida? Nayawaza mafanikio. Mafanikio tena? Naam. Mafanikio ya nini? Ndugu wangu, nadhani unafahamu tuna maisha magumu sana. Sina maisha yetu hayaridhishi kuishi mwanadamu yoyote, lakini kutokana na dhiki tuliokuwa nayo ndio tutaishi hivi. Hivyo basi nimeamua niende katika kinyang'anyiro cha kugombania ufalme Tambulacheka. Kaka, Tambulacheka? Kaka, hivi hao maneno unaongea ni unaongea mwenyewe au kuna mtu anakuongelesha? Shida mdogo wangu, ninachoongea kinatoka moyoni mwangu, akilini mwangu, na ninamaanisha. Kaka, mimi nadhani nasikiaga vizuri historia ya huko, kwamba tangia ameanza hayo mambo hakuna hata shujaa mmoja aliyefanikiwa kufaulu, na akiendaga kule taarifa zinazorudi ni za msiba tu. Sasa kaka yangu, ukifa je? Shida, mimi nafikiri ujuru yangu, ujue ujasiri wangu, ujue ushujaa wangu. Mimi siogopi kufa kwenye kuendea mafanikio. Alafu shujaa huwa hafi kama unavyofikiria wewe. Kaka, hapana. Hapana, mimi siko lazi kwa hilo. Utanisamee tu kakaangu. Mimi siko lazi. Ndugu wangu, kushindwa kwa watu haimaanishi kwamba watakosekana washindi. Kaka, lakini unajua hapa tupo wawili tu, mimi na wewe. Mimi nakutegemea wewe, na wewe pia unanitegemea mimi. Kakangu, nikikukuta jambo je huko unakotaka kwenda, nitaishi vipi? Shida, mimi nafikiri ujuru yangu. Kaka, nimesema sitaki, sitoruhusu na sitokubali kuona unaondoka kakaangu. Najua ukienda kivyovyote vile utakufa. Shida, usitaki kunipanda kichwani. Nimekwambia naenda kukugombania ufalme Tambulacheka. Alafu kumbuka sijakuja kukuomba ushauri. Nimekupa taarifa kama mdogo wangu. Chief Tungwa. Ndio. Karibu katika himaya ya Tambulacheka. Asante. Karibu Chief Tungwa. Ndio. Ujio wangu huu, wazee wa hima hii wamenituma. Wanasema tangu amepotea mfalme Simsim hapa, kwa vyovyote vile nafasi hii lazima ikae mtu. Sasa wamesema hivi, ni lazima wewe ndio ushike nafasi, kwa sababu kwa watoto wao watapotea. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kufanya mashindano, kutafuta watoto, kutafuta vijana wao watafariki. Wazee wamesema ni wewe, ni lazima nikushauri wewe ndio ukae, na wala sio mtu mwingine. Wewe unatosha, ulikuwa karibu sana na mfalme Simsim. Hauna sababu, ni wewe ubaki wewe. Chief Tungwa. Ndio.
Mimi nadhani ulikuwepo kipindi Mfalme Sing Sing wa Tambula Cheka anaongoza hii himaya. Naam. Mfalme Sing Sing wa Tambula Cheka alikuwa anaiongoza hii himaya kwa mila na desturi na tamaduni zake. Naam. Na ndiyo maana ili apatikane mfalme mwingine lazima apite kwenye vikwazo 7. Akifaulu ndio anarithi ufalme. Sasa leo hii mimi nawezaje kupinga maamuzi yake? Ikiwa tayari ameshaniambia kabla hajakufa aliniambia mlee mwanangu huyo. Akikuwa zifuate njia zile zile ili kumpata mrithi wa ufalme wa Tambula Cheka. Leo hii tukibadilisha, uone kama tutakuwa tunamkiuka? Wewe unatosha. Mimi nadhani unaweza kutoa sababu zaidi ya hiyo. Unatosha wewe kuwa mfalme. Wewe Tambula Cheka. Wewe umekuwa karibu sana na mfalme. Na ulikuwa mwaminifu, mlinzi mwaminifu. Chief Tungwa. Ndio. Wazee wa himaya Tambula Cheka mpaka wanakuagiza wewe kutoa maneno hayo ni kwamba wanakuamini na wanajua wewe ukaribu wako na mimi. Nenda kawaambia hivi. Naam. Sababu zipo nyingi sana za mimi kukataa kuwa mfalme wa Tambula Cheka. Kama unavyojua, mfalme anakuwa na nguvu kutoka kwa Mungu ambayo inamuongoza yeye kuimiliki himaya nzima. Hebu fikiria. Mimi nguvu hivyo sina. Sasa basi, kama atatokea majanga hapa katikati na atahitaji utatuzi wa nguvu ya kifalme na miujiza, mimi sina. Majanga yakawa makubwa, himaya ikateketea, amtakuja kwenye laumu mimi? Haya, basi. Tambula Cheka. Sing Tambula Cheka. Gondolele ale, gondolele ale, nalia mama, tumba imani mwenye ngoma, nalia mama, tumba imani mwenye ngoma, gondolele. Tambula Cheka. Sing Tambula Cheka. Tukalipo kuna sikia tu gondole ae. Gondolele ae. Gondolele ae. Analia mama, tumpe imani mwenye ngoma, gondolele. Tumpe imani mwenye ngoma. Bwana. Bwana kweli kazi inakufaa na hii kazi ni yako. Naam. Mali yote. Kabisa. Karibu. Niseme asante na niseme shukrani. Maana nikaa nawaza na Sukuti. Huyu Lindo nitamkuta wapi saizi? Atakuwa shambani au atakuwa nyumbani kwake anapiga ngoma. Nikafikiria nikaona utakuwa hapa kwako, nikajaribu kuja nikakukuta kweli. Ni kweli. Mimi nahisi wewe ni mtu wa bahati sana ndugu yangu. Kwa sababu asubuhi nilikuwa shamba kweli. Lakini jana usiku nilipolala
nilikaiota hii ngoma na nikaifikiria sana. Nikasema nikienda shamba nikirudi tu hii ngoma ninayo. Alafu ngoma hii sifahamu imewambwa kwa ngozi gani. Kwa sababu hii ngoma tangia nilivyoilisi mpaka leo haikuwahi kupasuka hata siku hata siku moja. Hiyo tu kwa ngozi ya kiboko. Kiboko sahihi. Bwana tuache huko. Bwana nisiwe cha Mwazima Majamvi. Maana Mwazima Majamvi akienda kwa Mwazima Majamvi ombe jamvi kwanza anaanza hadithi zingine. Alafu yenye shida nayo akija kuchukua safari anakuwa amekosa. Amekosa. Bwana naseme mguu huu wako haujiuni wa kwako unakuhusu wewe. Niko na ndugu yangu leo nije na neno nzuri na neno jema. Maana anasema kizuri kule na ndugio. Wewe mwenyewe ndio ulipiga ngoma kwa agizo la mlinzi mkuu kwamba anatakiwa Shujaa Tambula Cheka kumuua Shani binti mfalme. Nikakaa nikawaza niko na iko haja ya kuingia katika kinyang'anyiro. Na mimi niwe mfalme Tambula Cheka na himaya zote zunguka. Lakini nikasema si busara kama nitaenda mwenyewe na huyo mtu mwingine. Lazima nikufuate ndugu yangu Lindu Lenge. Hivyo basi nahitaji naomba unisindikize Tambula Cheka kwenda kumuua Shani binti mfalme. Tambula Cheka, Sing Tambula Cheka. Mkuu, kama ambavyo ulivyoniagiza, nimefanya uchunguzi katika nyumba ambazo zinazohitaji msaada, zipo 12. Sawa kabisa. Sasa nenda katika eneo la kuhifadhia chakula. Kachukua robota 12 za mahindi. Peleka kila nyumba moja robota moja. Sawa mkuu. Banumbe. Naam Lindu. Hivi na wewe una ndoto ya kuwa kumiliki mtoto wa mfalme? Na wewe una ndoto ya kumiliki mtoto wa mfalme? Sio ndoto tu, na malengo makubwa. Banumbe. Ushawahi kufikiria? Na sio kufikiria tu, nimewaza na kuyazua. Mpaka na nyanyua mguu na kuja kwako. Sasa hivi ukuwahi kusikiaga ambao wanaokwenda kule na warudi salama? Lindu, kushindwa kwa watu kule haimaanishi na sisi tutashindwa. Maana Mwenyezi Mungu ameumba kila mtu na bahati yake na kila mtu na nyota yake. Wala hilo sikute shaka. Alafu kumbuka mimi nimezaliwa kuwa shujaa. Banumbe. Mimi siko tayari kuungana na wewe kuelekea huko. Ina maana Lindu, tumelizika maisha kupiga ngoma. Hivi uone kama tutakuwa wafalme, tukaenda tukafanikiwa, tutabadilisha maisha yetu kabisa. Tutakuwa wenye heshima, tukaheshimika na kila mtu katika himaya. Maisha gani kupiga ngoma haya? Banumbe. Mimi siko tayari kuungana na wewe kuelekea huko. Na siko tayari tu, hata wewe nakushauri usiende. Maana unatumia hatari sana. Alafu ni ndugu yangu ambaye nakutegemea sana kijijini hapa katika himaya. Lindu, ina maana umesahau kwamba kwenye imani kuna mwanga unamulika wenye kuamini. Tafadhali naomba usiniangushe. Hebu fikiria. Siku ya siku tukatangaza sisi kuwa ndo washindi. Wewe unafikiri utaenda kupiga ngoma? Hiyo ngoma utatupa huko na mimi nyavu nitatupia huko. Banumbe. Najua ni rafiki yangu tangia tuko wachanga, tangia tuko wadogo, tangia tunapokuwa.
na kawaida yangu, kawaida yako kushauriana katika mambo mazuri. Ni mwenyewe napenda sana kuona wewe mafanikio yako, lakini sio haya. Sio nilo vizuri. Na kwenye upande huu wa ngoma, mimi ni urithi. Na ile kitu hiki kipo ndani ya moyo wangu. Sitoweza kukubali kuacha kupiga ngoma, kwenda kutoa uhai wangu kwa makusudi, kwa matakwa ya moyo wangu tu. Ni afu wana kijiji niwape shida, mpiga ngoma atampata wapi? Mimi sina cha kuongezea kuambia kwamba mimi sina muda au sina nafasi ambayo kwenda huko. Ukiweza mwenyewe nenda. Huyo unamaanisha kabisa hawataki kushirikiana na mimi, wala hawataki kunisindikiza Tambula Cheka? Sasa kama hawataki kunisindikiza, hata ushauri wako mimi siutaki. Naomba niache na habari zangu. Banumbe. Gondo ae, gondo ae, gondo ae, gondo ae, nalia mama, tumpe imani mwenye ngoma, gondo lele, tumpe imani mwenye ngoma, nalia mama, tumpe imani mwenye ngoma, gondo lele, tumpe imani mwenye ngoma, nalia. Ina maana umekataa ushauri wa wazee wa Tambula Cheka? Ndio. Kwa nini? Wazee wa Tambula Cheka wanataka mimi niwe mfalme. Na wamesema hivyo kwa sababu wana hofu watoto wao wakija hapa, wana imani watashindwa mtihani, hawataweza kufaulu katika vigezo na masharti. Kwa hiyo wanaamini kabisa watoto wao watakufa. Na ndio maana wamekuja kunishauri mimi ndio mfalme wa Tambula Cheka. Kitu ambacho hakiwezekani. Sawa mume wangu. Naomba ukubali kuwa mfalme. Kwani ukiwa mfalme unaona heshima yetu itaongezeka. Wana imaya wote watatuheshimu sisi. Wewe unaonaje? Nimekabidhiwa himaya na mfalme Sing wa Tambula Cheka ambaye ni marehemu. Mfalme Sing wa Tambula Cheka kabla hajafariki aliniambia, mlee huyu mwanangu huyu kama mwanao, mpe heshima zote, hakikisha atakapokuwa njia ya ufalme ibaki pale pale. Yeyote anayetaka kuwa mfalme wa Tambula Cheka na vijiji vyake hivyo vinavyozunguka lazima aje katika yale masharti 7. Akifaulu atamoa Shani binti mfalme na yeye ndo atatawazwa kuwa mfalme wa Tambula Cheka. Sasa mimi sikupita hizo njia, nauzaje kuwa mfalme? Na ndio maana nikasema sitaki. Sawa mume wangu. Mimi naomba ukubali ushauri wa wazee wa Tambula Cheka. Mke wangu, ona wewe unahitaji mimi niwe mfalme? Sana. Umelikubali hilo? Nimekubali sana. Sawa. Kweli eh? Kweli. Sawa. Kama unahitaji mimi niwe mfalme, sawa. Tuombe Mungu tulale salama na tuamke salama kesho. Nitawakusanya wanaimaya wote, watakuja hapa. Nitamuoa Shani binti mfalme, nitakuwa mfalme wa Tambula Cheka kama unavyohitaji mke wangu. Umuoe Shani binti mfalme? Ndio. Hiyo si ndio njia yenyewe? Ina maana hana njia yote mpaka umuoe Shani binti mfalme. Mke wangu. Mke wangu. Hizo ndio njia za kufikia ufalme. Hakuna mfalme, uwezi kupata ufalme bila kuua mtoto wa mfalme. Sasa kama sijamua mtoto wa mfalme, ufalme unaupataje? Kama hakuna njia nyingine kama hivyo basi.
Nadhani unafahamu nakupenda. Ndio nafahamu. Na nikisema nakupenda, tena nakupenda sana. Lakini pia maisha yetu magumu sana, hilo nadhani unajua. Mpaka sasa sijatoa mahali kwenu. Na hiyo kwa sababu sina pesa. Sina uwezo. Sina kazi. Ikafanya nikuweke katika ubora. Ikafanya nikuishie mahitaji yako upate muda wote. Hiyo basi, nikiwa kama mpenzi wako ninayekupenda naumia sana kuona hali hii. Somo. Kuna kitu kanifanya kwa ajili yako. Nadhani umemsikia mlinzi mkuu kwenye mkutano mkuu. Amesema anahitaji shujaa yoyote wa kumua Shani binti mfalme. Hivyo basi, nimeona nitumie fursa hii ya kubadilisha maisha yetu. Uende Tambula Cheka ukamue binti mfalme? Bila shaka. Banumbe, hivi kwani unanipenda wewe? Somo. Mimi nafikiri nielewa. Nimekwambia hamna mwanamke ninayempenda sikuwa nakupenda ni wewe. Na ninafanya yote yako kwa sababu mapenzi yangu dhati kwako. Nadhani hujanielewa. Banumbe, nakupenda. Sihitaji nikupoteze. Unadhani jinsi nilivyokuweka ndani ya moyo wangu, unataka nikikupoteza niteseke? Mimi na uhakika hutoenda ukafanikiwa, kwa sababu wanaoenda wafanikiwi. Toka nipate akili yangu, sijawahi kusikia mtu kaenda akafanikiwa na akarudi kupata huo ufalme. Saumu, ninapokuwa mfalme katika himaya hii na vijiji vyote hivi, basi nitakuwa nimekuheshimisha na wewe, na kumbuka sitazo kukusahau hata chembe. Labda nikwambie jambo la msingi ambalo wewe ulifahamu. Simpendi binti mfalme, ila nahitaji kuwa mfalme. Hivyo basi mapenzi yangu dhati yote yatakuwa kwako. Saki! Mimi nimekupenda hivyo ulivyo, na wala sijakupenda ukiwa mfalme. Na nimelizika ukiwa mvuvi na ukisha kuwa mfalme. Hapana. Mimi naweza kufa. Na mimi ndo najua machungu magumu kiasi gani napitia katika hii bahari. Haiwezekani nione nafasi kubadilisha maisha yetu. Alafu nikiache na rahisi neno kwa mtu mwingine. Alikuwa na uwezo kupambania. Mimi nakupenda. Na kujali, na ndio maana nafanya yote haya. Toka nizaliwe, niko hapa Tambula Cheka, sijawahi kusikia mtu anaenda na akawahi kufanikiwa. Nakupenda. Tena nakupenda zaidi unavyofikiria wewe. Nafanya yako ili kuboresha mapenzi yetu. Alafu tambua, simpendi binti mfalme wala nani katika kijiji hiki wala katika himaya hii. Nakupenda wewe, ila nafanya kwa kuwa maisha yetu ni magumu na unafahamu. Banumbe! Nimesema staki! Mimi hayo kwangu yote ni hasara. Ukishindwa kwangu mimi ni hasara. Nitakupoteza. Na hata ukifanikiwa pia vile kwangu mimi ni hasara. Utakuwa ni unamua binti mfalme. Sasa faida yangu mimi iko wapi kwako? Hakuna. Nisikilize. Tunasikiza kwa makini sana. Unaongea kuhusu nini Saumu? Unataka kusema nini? Ukizungumzia mapenzi ya dhati hapo kwako. Mimi nakupenda wewe. Hivyo basi, ukubali nitaenda, ukatae nitaenda.
Tambula Cheka. Si Tambula Cheka. Afadhali nilivyokuona. Maana kaka yako aliniomba nimsindikize Tambula Cheka aende akamoe Shani binti Falme, lakini nikakataa katu. Afadhali. Maana ukataa kwako ndio usalama wa kakaangu. Wenda angeenda, angekufa na ningemkosa kakaangu. Na mimi nilijua kama ningekubali kumsindikiza maisha yangu angekuwa hatarini mimi na yeye. Basi sawa. Hapo nadhani umefanya jambo la maana. Na nikuombe tu, ikitokea kakaangu akakufuata tena, naomba uendelee na msimamo wako huo. Usije ukamkubalia. Sawa. Vipi tena hivi? Kaka yako hivi. Kangu? Anafanya nini? Amekupiga au? Hapana. Anataka kwenda kugombania ufalme wa Tambula Cheka. Kakangu sijui kapatwa na shida gani jamani. Yaani mimi hapa aliniambia nikamkatalia katu kwamba siende. Ina maana naye kaja kukuambia jambo hilo hilo? Ndio. Natumaini wewe ni dada yake. Anaweza akakuelewa. Jaribu kuongea naye. Mzuie asiende. Wifi yangu. Wewe tu mwanamke wake umeshindwa. Mimi nitaweza. Natumaini anaweza akakuelewa kama dada yake. Endapo kwanza nyinyi mko peke yenu. Labda anaweza akakuelewa. Hawezi kuweza kufanikiwa. Naweza tukampoteza. Ni kweli. Ila mimi ninachowaza, kwa kuwa umeongea naye na mimi nimeongea naye, basi acha tu tusubiri matokeo. Huenda akagaili maamuzi yake. Basi jitahidi kuongea naye, mzuie. Sawa, sijali wifi yangu. Mimi nimekuelewa. Usilie sasa. Mimi nimekuelewa. Sawa, mimi nilikuwa naelekea kisimani huko. Unatoka wapi saa hizi? Nimetoka kwenye mizunguko wangu hapo. Ndo nimerudi sasa hivi hapa. Naona naendelea kusuka mikeka. Nimesikia Banumbe anatafuta mtu akwenda naye kugombania ufalme Tambula Cheka. Sasa ole wako. Nikusikia umeenda. Mke wangu. Eti mimi ninahatarisha maisha yangu kwa sababu ya ufalme wa Tambula Cheka. Mke wangu, haiwezekani. Unajisi ninapokupenda. Nikuache kabisa. Hilo jambo haliwezekani mke wangu. Mke wangu. Mimi siwezi kufa eti kwa sababu ya Tambula Cheka. Nitakufa kwa ajili yako. Ufe nikuzike, nife unizike. Nakupenda sana mke wangu.
Shemeji, nimekuja kwako kupata ushirikiano na wewe. Nahitaji umzuie Banumbe asiende kugombania kinyang'anyiro cha ufalme, kwa sababu naamini hawezi kufanikiwa, na hata akifanikiwa atakuja kumuua binti mfalme. Sasa nahitaji umzuie asiende. Shemeji, Banumbe ametoka hapa na akinielezea masuala yake hayo ya kusafiri kuelekea huko Tambala Cheka, lakini mimi nimemkatalia. Sio kumkatalia tu, na kumshauri na yeye asiende, lakini yeye mwenyewe ameniambia kama wewe hutaki kunisikia mimi ushauri wangu, basi hata mimi ushauri wako sito usikia. Kwa hiyo kaondoka kwa hasira kali sana. Kumbe alitoka hapa shemeji? Muda sio mrefu. Na maana Banumbe atakuwa amezamilia kabisa hilo jambo. Kwa hiyo tunafanyaje? Shemeji, mimi Banumbe rafiki yangu sana tangia tuko watoto. Banumbe ana tatizo hili mmoja. Banumbe akipanga jambo lake apingiki, wala hakuna mtu kumpinga. Mimi ninachokushauri shemeji, wewe ni mwachie Mungu tu. Naomba shemeji, tujitahidi kadri ya uwezo wetu tumzuie, maana ni hatari. Hamna roho ikwenda na akai kurudi, wanaenda wanarudi majina tu. Nampenda sana Banumbe wangu, ni mwanaume niwedinea ahadi nyingi sana. Leo hii nikisema nishinde kumpambania kumzuia kwenda kule, tenda kupoteza penzi langu. Shemeji, na kuamini tukiungana mimi na wewe tunaweza kumwangusha Banumbe, hawezi akaenda. Shemeji, sahihi unachokizungumza, ila Banumbe ameshakushuhudia kuhusu safari yake. Ila kama nilivyotanguliza hapo awali, maombi yako mtangulize Mungu, kwa sababu juu ya safari yake, kama Mungu atakuwa hajahitaji au hajapenda, atapenda ndoa yako iendelee wewe na Banumbe muoane, basi Banumbe hataweza kwenda huko. Kama Mungu kaandaa Banumbe amue Shani binti mfalme, basi hapo hakuna yeyote atayepinga. Simama shemeji. Sawa shemeji, mimi acha niende, ila tusikate tamaa. Nadhani ipo siku atajua sisi tunamaanisha nini.
Banumbe, umebumbwa na nini ndugu yangu? Maana mara mwisho kuniacha pale umeondoka. Nyavu nimeshona peke yangu, nimeenda kuvua peke yangu, Isitoshe nikikutafuta nikija kwenu kule muda wote naambiwa haupo. Vipi, una matatizo gani? Kamswedi, mimi na wewe tulimalizana toka siku ile kuomba ushauri wa kwenda Tambulacheka na ukanikataa. Ukanicheka na kunidhihaki. Sasa kwa nini unifuate ndio nyumbani tena? Mimi nimeshakwambia sina ndoto ya uvuvi tena. Ndoto yangu kuwa mfalme wa Tambulacheka. Ina maana bado unasimamia hiyo ndoto yako? Ngombe ufalme? Bala. Banumbe, labda nikuulize kitu. Na kama utakuwa makini utanielewa na maanisha nini. Hivi ukiachana na ufalme katika familia yenu, kuanzia baba yako, babu yako, babu yake babu yako, ilishawahi kutokea kwamba aliwahi kuwa kiongozi yoyote? Hapana. Sawa. Kama hakuna kiongozi katika familia yenu, wahenga wanasema maji huwa ufuata mkondo. Sasa kwa nini wewe unaacha kina na kulifata gongo kuja nchi kavu? Kamswedi, huko mchikavu unapozungumzia wewe ndio sehemu sahihi ya kuishi mfalme. Ndio nitapanga mipango ya maya yangu na kuitawala Tambulacheka, lakini sio baharini. Kwa hiyo bado unasimamia msimamo wako wa kuhitaji kuwa mfalme? Ndoto yangu niota kila siku ya Mungu na lazima nipiganie ndoto yangu. Hiyo ndoto unaota wewe, heri ungeota usiku. Ukiamka asubuhi utaenda kutafuta riziki. Ndoto unaota wewe unaota mchana. Sasa basi, usije kukurupuka jua limeshazama. Utatafuta sehemu pa kwenda kutafuta chakula. Kamswedi, acha maneno mengi. Je, uko tayari kufuatana na mimi kwenda kugombania ufalme Tambulacheka? Mimi niungane na wewe? Mimi Wabelike we atakabili poyongwa mwanangu. Wabelike atakabili poyongwa mwanangu. Aligalabu ya wewe mwana wa Hivi wewe mtoto mbona mvivu sana wewe? Hivi unafikiri umri wako unarudi nyuma wewe? Hivi utakuja utaoa kabisa na mke wako utamhudumia wewe? Hivi uvivu utaacha lini mwanangu lakini? Kweli saa hizi ndio unaamka? Nimetangulia shamba najua utanifuata, kumbe umelala tu. Sawa, shauri yako. Tambulacheka. Sisi Tambulacheka. Mama Sila. Simani na muongeze na Sila mara moja. Bwana Sila, huu mguu ni wako. Na maana nimekusudia kuja nyumbani kwako. Nadhani kikao umekisikia kwamba unahitajika mashujaa wa kwenda Tambulacheka kumuoa Shani binti mfalme. Mimi wa kwanza nakwenda, lakini nikaona ni vema niende na wewe. Nikiwa na maana unisindikize uwe mshinga wangu. Na kama unavyofahamu, mimi sina rafiki zaidi ya wewe.
na wewe ndio rafiki yangu mkubwa sana hapa. Tukabadilisha hadithi. Sisi ndio tuwe mashujaa. Na ninakuahidi, tukiwa mashujaa, mimi nitakuwa mfalme, wewe utakuwa mshauri mkuu wa mfalme ambaye ndio mimi. Kwa hiyo tunapanda tukifanikiwa, wewe utakuwa mfalme, mimi nitakuwa mshauri mkuu. Naam. Ukiwa mfalme, alafu mimi nikiwa mshauri mkuu. Himaya yote ya Tambula Cheka. Si tutaheshimika? Hata mimi mwenyewe hiyo akili ilinijia. Nilikaa nitafakari, lakini sasa nilikuwa najiuliza nitakwenda na nani? Kwa vile Badumbe wewe umeamua, mimi nipo tayari kabla wewe kuwa tayari. Hata leo hii ukitaka hapo tuandae safari, tunaenda. Kumbe hapo unagundua mawazo yangu ya kukosea kukuchagua wewe. Nilikuwa niko sawa kabisa. Maana nimempata mtu mwenye shauku, mwenye hamu na hili jambo kama mimi mwenyewe. Labda nikuulize swali. Wewe ulikuwa unataka tuanzie wapi? Kwa mimi ni mshauri. Kwa sababu wewe ni mfalme, alafu mimi ni mshauri wako. Kwa hiyo inabidi nikusikilize kwanza wewe. Kwa sababu mpaka unakuja kwangu mimi ushajua pa kutokea au pa kuanzia. Jinsi safari yetu tunapangaje, tunaenda lini? Yaani mipangilio yote inabidi tupange tukiwa wote. Hapo ndo najua kwa nini nimekuja kwako, kumbe sikukosea. Safari yetu ikiwezekana ianze leo jioni au kesho asubuhi. Na tunaanzia Chalamka, Bwana Bunga wa Bunga. Maana Bwana Bunga yeye alishakwenda na akafanikiwa. Tukiona na Bunga yeye atatupa maswali yote ya kule na majibu yake. Bunga wa Bunga. Ndo nani Bunga wa Bunga? Bunga wa Bunga ni Chalamka. Yeye ndo shujaa aliyopita. Aha. Sasa naanza kupata akili. Kumbe umejipanga. Nimejipanga. Kwa hiyo yani tunaenda kufanya vitu vinakuwa rahisi kabisa. Rahisi. Umejipanga. Sasa si unajua mimi nakaa na mama hapa. Acha nimwage mama. Mimi najiandaa hapa na safari na wewe utajiandaa. Tutakutana sehemu gani sasa? Tunapokutania. Kesho asubuhi tukutane nyumbani kwangu. Safari tuanzia pale. Basi sawa, acha mimi nijiandae hapa, alafu nitakuja kwenu, tutaondoka. Sawa kabisa. Sawa. Huko Tambula Cheka jambo limeanza upya kama zamani. Jambo gani tena hili? Mlinzi mkuu wa Tambula Cheka ametangaza kuwa yeyote anayehitaji ufalme akakumbane na vikwazo, na akifanikiwa atamuoa binti mfalme na yeye atakuwa mfalme wa himaya zote hizi tatu. Ina maana jambo hilo ni huko kwa Tambula Cheka au hata huko kwetu Chalamka? Mfalme wa Tambula Cheka anaongoza Tambula Cheka, Chalamka pia na msitu wa Masimba. Kwa hiyo hata mtu akitoka huko kwenda kugombania huko anaruhusiwa tu Ndio, inaruhusiwa. Jamani tuchete maji tundoke maana maneno yamekuwa mengi.
Mbambade igoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade tina igoma yambone idamulole matuvinila mbambade bajama mbambade Ngoma yambone ngoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade ngoma yambone ngoma yambone matuvinila mbambade 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 igoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade tina igoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade ngoma yambone ngoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade ngoma yambone ngoma yambone idamulole matuvinila mbambade mbambade. Kaka niambie. Mbona una furaha sana? Dada yangu, katika siku nilizofurahi, leo nimefurahi kuliko siku zote duniani. Yaani mwenyewe naona kaka, sina kujua. Dada, ayawe yao yamekuwa. Naona sasa ndoto zangu zinaenda kukamilika. Uwezi amini dada yangu, nimempata mtu wa kunisindikiza Tambula Cheka. Tambula Cheka? Tambula Cheka dada yangu. Jamani, mbona muda mrefu tumekaa bila mfalme? Alikuwa akisubiriwa binti mfalme akue. Kwa hiyo tutampata mfalme muda mfupi tu eh? Tutampata kama akitimiza vikwazo. Maana vikwazo ni vigumu. Inasemekana akishindwa tu anazikwa akiwa hai. Ina maana anachimbiwa shimo na anafukiwa. Haya ndio hivyo. Hamna hizo tena. Hivi kakaangu, ina maana yote tuliongea jana yamepitia huku yametokea huku. Shida mdogo wangu. Mimi ninafanya haya kwa sababu yangu mimi na wewe. Yaani kwa sababu yetu. Alafu kumbuka, kama nitakuwa mfalme, tutapata heshima kubwa hapa. Kaka, hauwezi kufanikiwa, mimi najua. Hauwezi kufanikiwa kabisa. Kule wana masharti magumu. Hakuna hata mmoja aliyewahi kufanikiwa. Hivi kaka, uko tayari uchimbiwe shimo, utiwe kwenye shimo huku unazikwa, mimi nakuona kweli? Shida. Kumbuka mimi nimezaliwa kupambana. Alafu kumbuka mimi ni shujaa. Nikwambie tu. Naenda Tambula Cheka. Alafu kingine, leo narudia kuongea kwa mara nyingine. Sije kwako kuomba ushauri na kuja kukupa taarifa kama mdogo yangu. Maana nikiondoka bila kukufahamisha itakuwa si busara. Kaka, tambua kitu kimoja. Katika hii familia tupo wawili tu, ambaye ni mimi na wewe. Hivi nisipo kushauri mimi kakaangu, atakushauri nani? Mimi nina uchungu na wewe kakaangu. Najali kuhusu wewe. Hivi leo ukiondoka katika hii familia, mimi nitabaki na nani? Usipojijali wewe kaka, nijali hata mimi mdogo wako, utaniacha katika hali gani? Fikiria hilo basi kakaangu. Shida. Kama wewe umezoea Shida kama jina lako, basi wewe sio mimi. Nikienda nikifanikiwa, ndio utajua kwa nini nilitangulia kuzaliwa. Naomba niandalie chakula, ndizi, miogo, ili nikale njiani huko ninapokwenda katika safari yangu. Kaka. Mama, leo nimekuja kukuambia kitu ambacho hautoamini, kwa sababu kila siku unaniambia kwamba mimi ni mvivu, mimi ni mvivu, mimi ni mvivu. Ila kitu ninachotaka nikifanya hapa, Tambula Cheka yote hii lazima inijue na lazima iniheshimu. Utaheshimika kuanzia wewe, familia yetu na marehemu baba. Yaani wote
wanaimaya watatuheshimu. Ni kitu gani hicho sasa? Mbona unazunguka zunguka? Si niambie. Sio kama nazunguka mama. Hivi unavyoona mimi na Banumbe tulishapanga safari tayari ya kwenda Chalamka, kwenda kumfuata Bunga wa Bunga ili atuge milolongo mizima. Wewe ishi hapo hapo. Unataka kwenda wapi? Hivi unajua baba yako kilichomuua hapa ni nini? Tena nakuomba Sila, sitaki uende hiyo safari. Kama maneno yako umekosa neno la kuongea, naomba uishie hapo hapo. Mama, naomba unisikilize kwa makini. Nimekwambia hivi, tunamfuata Bunga wa Bunga, anatugia milolongo yote. Nikitoka hapa mama, hapa nikitoka hapa. Nikienda, nikirudi mimi ni mshauri wa mfalme. Tutaheshimika Chalamka mzima na Tambula Cheka na himaya zote tutakuwa sisi tu. Tunaonekana sisi tu, mama. Yaani hapo unaponiona nina furaha sana. Mimi ndo nimeanza kuiona dunia kuliko wewe. Ni heri mwanangu ninavyokuona kila siku na uvivu wako hapa. Tuko pamoja. Lakini huko unakotaka kwenda, utakufa mwanangu. Sitaki uende huko. Walikuwepo watu wakubwa wenye miili mikubwa kuliko wewe. Wana akili timamu kuliko wewe. Lakini tumewashuhudia kwa macho yetu wanazikwa wazima wazima. Leo hii unataka kufungasha mbariga zako uende huko? Una hamu ya kufa eh? Sina kuuliza. Mama, mimi nafanya kitu nikiwa na akili zangu timamu. Na najielewa. Tunakwenda kuchukua kiurahisi kabisa. Yaani ni kiurahisi. Kiurahisi kabisa. Wewe subiri uone. Naenda, nikirudi mimi ni mshauri mkuu wa mfalme. Sila, nimesema sitaki kusikia hizo kauli. Ni marufuku kukanyaga huko. Kama umejizaa mwenyewe, nenda. Lakini kama nimekutoa kwenye tumbo langu mimi, utabaki hapa. Mama, sio kama nimetoka huko nilipotoka. Nimekuja hapa, nimekuja kukuomba ruhusa. Hapana, nimetoka huko nilipotoka, nimekuja hapa. Nimekuja kukugia taarifa kwamba mimi naenda Tambula Cheka. Neno langu la mwisho. Hiyo safari yako unayokwenda hiyo, hautofanikiwa kamwe. Mama, dua la kuku limpati mwewe. Mabinti, mtweni hapa.
Sasa sijategemea kabisa kama tutakutana njiani. Kama unakumbuka, tulikuja na mlinzi mkuu hapa wa mfalme. Nilikuona kwa mbali sana na nikatafuta nafasi ili nije kuzungumza na wewe. Yote kutoka Chambulacheka hadi kuja huku Charamka imekuwa kama sababu tu. Najua na mimi nina nafasi yangu tukiachana na ulinzi. Hivyo basi nimekuja kwa jambo moja tu. Nimekuja kukwambia ama na mimi kutangaza kama nimeshapata mtu ambaye anaweza kutunza moyo wangu. Kwa wazifa nilokuwa nao, naweza kukutunza mwanamke mzuri kama wewe na mwanamke mrembo ambaye unahitaji sifa zote. Siku nilokuona nikashangaa sana. Kwa nini wewe usiwe ndo malikia? Lakini kwa sababu kila mtu na nafasi yake, nikaona sio swala. Na kama wewe ungekuwa ndo malikia kwenye huu upinzani uliotokea, sijui vikwazo sijui nini, na kuwa pia akia Mungu na mtume, ningeingia ndani ya hivyo vikwazo. Nisiwe mzungumzaji sana. Nimekuwa askari mkubwa sana sasa hivi. Natumaini umenielewa. Nimeongea muda mrefu sana. Haina haja ya kusema labda niendelee kuzunguka nguo. Nafasi ipo kwako sasa. Shoga zangu, mimi nimekuja kwenye kuni kwa ajili yenu na sio kwa ajili yake Mwali. Kwa nini? Nyinyi mmesahau kwenye shughuli yangu?
hakuja kukota kuni, hakuchota maji na wala hakuja kwenye ngoma kucheza. Kweli nakumbuka. Hakuja kabisa kwenye shughuli yako. Shoga yangu, ubaya ulipi kwa ubaya. Wewe kukokote kuni na kwenye ngoma twende, na ukifika huo muda wa kucheza, cheza kama una akili mzuri. Yeye mwenyewe ndo atajisikia hivi. Na hata wazazi wake watamsema kwa hiyo. Na ndio maana nikasema hivi, nimekuja kwa ajili yenu. Kama unakuja kwa ajili yetu, sisi tunashukuru kwa sababu sisi wote wanaimani taamka. Na usipokuja, watu watajua na watauliza kwa nini hujakuja. Ngoja kukwambia hivi. Kwanza nashukuru kwa kukubali wito wangu. Na la pili, naomba nikubalie kwa ninayosema. Mimi nimekaa na kutafakari, nimeona umri unakwenda. Ndugu zangu pamoja na marafiki zangu wote washapata wachumba. Ila mimi mpaka sasa sijapata. Kwa hiyo naomba wewe Juto unikubalie mchumba wangu. Na ukiwezekana tuoane. Nisingesema hivyo kwa sababu nakupenda sana. Na si kama hapa Chalamka wanaume hakuna. Wapo wengi sana. Ila sikuwapenda. Nimekupenda wewe Juto. Japokuwa natoka Tambula Cheka. Naomba nikubalie ombi langu. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo tulozungumza. Ukweli ni kwamba inakuwaga vigumu sana kwa mtu wa Tambula Cheka kuja kuoa Chalamka. Ila kwa mimi nitasubutu kufanya hivyo. Nisingefanya hivyo, hata mimi pia nakupenda. Tena nakupenda sana. Kiukweli hata mimi nakupenda sana. Tena umenikaa moyoni. Nilikuwa nashindwa tu nianzeje. Ila kwa kuwa umefunguka mama, karibu kwenye moyo wangu. Nakupenda sana. Nakupenda Juto. Sawa. Aisha, yani kwa jinsi ulivyoingia kwenye moyo wangu, yani nilitamani leo hii nilale kwako. Ni kweli ungelala, lakini leo sipo vizuri. Kwani kwenye ngoma utakuja? Ndio nitakuja. Sikija pala. Basi sawa. Sinsi Tambula Cheka. Swaumu, Abe. Una taarifa yoyote? Hapana. Taarifa iliyopo ni kwamba Banumbe amepata mtu kwenda naye Tambula Cheka. Amepata mtu? Ni nani aliyokuwa ipo tayari kuhatarisha uhai wake kumpeleka Banumbe? Ni mtoto wa Shingwa. Huyu Sila. Ni huyo Sila.
sahihi unachokizungumza, ila Banumbe ameshakusudia kuhusu hiyo safari yake. Ila kama nilivyotanguliza hapo awali, maombi yako mtangulize Mungu, kwa sababu juu ya safari yake, kama Mungu atakuwa hajahitaji au hajapenda, atapenda ndoa yako iendelee wewe na Banumbe muoane, basi Banumbe hataweza kwenda huko. Kama Mungu kaandaa Banumbe amue Shani binti mfalme, basi hapo hakuna yeyote atayepinga. Bismillah shimai. Asante. Sila, aniwezi amini yani hapa kama naona tukio tayari mimi nishakuwa mfalme, leo nimeshakuwa mfalme wangu. Hapo ndo napigwa nyimbo watu wa kike pale meja pale. Banu jamani Banu ni shujaa. Jamani Banu. Jamani Shani ni mzuri. Jamani Shani ni mzuri. Jamani Shani anamaliza watu. Jamani Shani. Mwali wangu mimi ninakutoa au ninakufunda. Wazazi wako mimi wameniita nije kukufunda. Nao kufunda hapa utayakuta hapa, utayakuta na baadaye. Ndio maana naambiwa mfunde mwali, mfunde na walombo. Huyo hapo kaja kama mlombo wako, manake rafiki yako. Aliyoyaongea umeyasikia. Na wewe kwenye shughuli yake hujakwenda, lakini mwenzako hajakuiga, amekuja. Mimi wameniita nije kukufunda wewe. Kwa hiyo nalo kuelekeza inabidi ulizingatie. Kesho tunakutoa na unaondoka Mbilini. Uko Mbilini huko unaenda kuyakuta kama ambaye nao kuelekeza mimi. Kwa hiyo nakuomba ninachokuelekeza inabidi ukizingatie. Unanisikia mwali wangu? Mimi kama kungu wako niliyokuelekeza hapa yote inabidi uyasikie. Na nlombo wako huyo anaokuelekeza inabidi uyasikie vile vile. Anakuelekeza nini kakwambia? Hujachota maji kwake, hujakuna nazi, hujapika, hujawakaribisha wageni, japokuwa ulikuwa hujatoka, lakini wewe ulienda, ilibidi uende kwa rafiki yako ukasaidie kazi, kuna kukota kuni, kuna nini, lakini wewe hujaenda. Kwa hiyo ninachokuomba unisikie kama ninavyokuelekeza mwali wangu. Uache ujeuri. Mimi sina mengi, shoga yangu. Kama kukwambia washakwambia kungu yako mengi. Wameona mume wake ndio maana wamemuita aje kukuelekeza. Kikubwa nacho kusema, kumsikiliza na uyafate na uyafanye. Ukialika shughuli, unaenda, kazi zote unafanya. Kuokota kuni, kuchota maji, yote yale pale unafanyaje? Unayatimiza. Upo shoga? Kama unavyoniona mimi shoga yako. Wewe hukuja kwenye shughuli yangu, lakini mimi kwako nifanyaje? Nimekuja na nimefanya kila kitu kwa sababu tunakukupenda na tunaishi vizuri. Kwa hiyo uliyofanya yote mimi nimekusamea. Ila na wewe tena usije ukarudia tena kufanya yale. Sawa shoga? Haya, mimi nimemaliza jamani.
Unastuka nini? Kuja kumtafuta nyoka ambaye ananimalizia mifugo yangu. Umekuja kunitafuta nyoka? Ndio. Umekuja kunitafuta nyoka bila silaha yoyote? Ndio. Nimekuja hivyo hivyo tu. Sikiliza kijana, nyoka ni kiumbe hatari sana. Anaweza kukuzuru kwa mate au kwa meno yake makali. Sumu ya nyoka ni hatari sana. Unawezaje kunitafuta nyoka bila silaha? Nimekuja tu hivyo hivyo. Hivyo hivyo nimekuja. Nisikilize kijana. Hapa ulipo naongea na mfalme wa nyoka. Hivyo basi, kwa usalama wako, ulichokifuata huwezi kufanikiwa nacho. Ukihitaji uhai wako ili uendelee kuishi duniani, rudi ulipotoka. Uweze kufanikiwa safari yako. Kamwe. Kwa nini mimi siwezi kufanikiwa? Kwa nini? Kama nilivyokuambia, mimi ndo mfalme wa nyoka. Nawezaje kukuamini hali ya kuwa wewe ni binadamu?
Ungesikiliza wazazi, ungesikiliza rafiki. Ona shida mwemwacha analia, tamaa ya kiti unajutia. La la la, tambula che, ona sasa mekuponza. Tambula che, alina sisi umetuliza. Tambula che, tunabaki kujuliza. Tambula che, kesho atafatia.